Buyamore. 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 Bwana asifiwe. Basi asante, naomba tutulie. Wacha nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao tumefika hapa leo. Leo ni siku ya maendeleo yetu watu wa South Mugirango, kwa sababu tuko na wanabiashara wengi wadogo wadogo, na hao wanabiashara wangetaka msaada ili waweze kukuza biashara zao, kwa sababu tulisema wakati wa kutafuta kura, kazi ni kazi. Ni kweli si kweli? Si kazi ni kazi? Si ya saluni ni kazi? Si ya mama mboga ni kazi? Si ya bodaboda ni kazi? Ya mkokoteni ni kazi? Si kazi ni kazi? Mboka ni mboka? Si ndio tulisema wakati wa kampeni? Na kwa sababu kazi ile mtu anafanya, haijalishi ni kazi gani, kazi ni kazi. Tukasema hatutafanya vile wanasiasa wengine wanafanya. Wanasiasa wengi wanangojea mpaka siku ya kampeni, siku ya kutafuta kura, ndio wanakumbuka kuna mtu anaitwa bodaboda. Wanaenda wananunulia ule mtu ya bodaboda reflector jacket ya shilingi 100. Anamwambia nisindikishe niende mkutano ya siasa. Anampatia reflector, anamsaidia, anapata kura. Akipata kura anapotea, anangojea tena wakati wa uchaguzi yule mwingine. Si ndio watu wengi wanafanya hivyo? Wengine wanatafuta mama mboga, wana siku ya kampeni, siku ya kuomba kura, wanawanunulia apron ya shilingi 70. Wanamvalisha apron mama mboga, wanamwambia nisaidie nipate kura. Mama mboga anamsaidia. Huyo mtu akichaguliwa anapotea, anakuja tena siku ya uchaguzi hiyo mwingine. Sisi tumesema hapana. Lazima tutembee na wanabiashara wetu wadogo wadogo safari moja. Tuwasaidie. Hata kama hakuna kampeni, hakuna uchaguzi, tusimame na hao. Ndio siku ya kampeni ikifika, itakuwa rahisi kuongea mambo ya siasa, kwa sababu kuna kazi tumefanya, kwa sababu kuna vile tumewezesha mama mboga, mtu ya mkokoteni, mtu wa wheelbarrow, kinyozi, mtu ya saloon. Kuna vile tumemsaidia biashara yake ikapanuka wakati ya kukuwa na kampeni. Sasa hata tukipiga kampeni siku hiyo ya huko mbele, there is no problem. Mnanisikia watu wetu? Tutembee na wanabiashara wetu wadogo wadogo, ama tuwaachilie tungojee siku ya kuomba kura? Tutembee nao safari moja, tukiwasaidia wapanue biashara zao, waelimishe watoto wao. Si namna hiyo? Wangapi wanasema tutembee na watu yetu? Kwa hivyo hiyo ndio kazi imetuleta hapa. Watu wengi wanafikiri tumekuja hapa mambo ya siasa. That's not true. Kwa sababu siku ya siasa bado haijafika. Iko uchaguzi saa hii. Ikifika tutakuja kuomba kura as usual. Na sio ati hatujawahi omba kura siku nyingine. Tumeomba miaka mingi, miaka na mikaka. So there is nothing special about the next election. So for now tunataka tusimame na wananchi saa hii mambo yao, kwa sababu wakati mmechagua hii serikali vile imechaguliwa, imekuwa ni serikali ya watu wote, wale walipiga kura na wale walipiga kura mahali ingine, kwa sababu ule amechaguliwa ndio kiongozi wa nchi. Rais William Ruto
ndiye sasa kiongozi wetu kama nchi, na rais wa Kenya. Hakuna mahali pengine mtu mwananchi wa Kenya atatafuta rais mwingine. Kwa hivyo kazi yetu ni kusukuma mambo ya maendeleo usiku na mchana, kulia, kushoto, mbele, nyuma, juu, chini, paka mambo ya campaign ifike siku huko mbele. We have no time for sideshows, for small politics, little things here and there. We have no time for those things. Wananchi, mnakubaliana na mimi? Tuendelee na kazi? Tuendelee na mboka? Are you sure? Seriously? Niseme hivi. Mnajua wale ambao wamekuwa marais Kenya hii, hakuna rais hakufanya mchango wake katika kuendeleza taifa la Kenya. Mzee Kenyatta, Mzee Moi, Mzee Kibaki, Mheshimiwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, hakuna mtu hakufanya kazi yake. Kwa hivyo jukumu ya rais wetu wa 5, Mheshimiwa Ruto, ni kuhakikisha mahali alipata inchi 2022 aisukume mbele. Ndio siku ile atatoka ofisini akistaafu, ule atachukua naye aendelee kutusaidia kujenga nchi yetu. That is how you build a strong nation. That is how you build a united nation. Kwa hivyo tuko na jukumu sasa hivi, kwa sababu tumekuwa mamlakani kama serikali kwa miaka 2.5. Lazima tutoe report card ya mahali tumefikisha mambo ya maendeleo. Zile ahadi tulitoa tumeifikisha wapi? Ndio vile vile tuseme ile imebaki tuwaambie bado tunashughulikia, because we still have 2.5 years to finish our commitments. Hatukusema ati ahadi ya siku moja ama wiki moja ama miezi 6 ama mwaka moja. Ahadi tulitoa 2022 to 2027 when the country will go to the next election. Nataka niseme ya kwamba 2022 mahali Rais William Ruto alipata nchi, tulikuwa tumepitia mambo machungu ya kiuchumi, sio kwa sababu ya kukosa bidii kwa rais mstaafu, ni kwa sababu nchi na uchumi wetu ulifungwa kwa miaka 2, takriban miaka 2, kwa sababu ya COVID-19. Nyinyi mnakumbuka corona? Mnakumbuka corona? Si ilimaliza mwaka na kitu, tukijifungia manyumbani, biashara zikafungwa, hakuna mtu anaenda kazi. Hiyo ndio iliharibu uchumi wa Kenya. Ndio unaona by the time mchague Rais William Ruto 2022, nchi ilikuwa katika hali mahututi. Uchumi wetu ulikuwa mahali pa hatari, kwa sababu uchumi ulikuwa umefungwa na maneno ya corona. Kama hakuna kitu kinaendelea katika nchi, hakuna biashara, hakuna kazi, hakuna mtu anafanya chochote, uchumi karibu usambaratike. Lakini Rais Ruto na hii serikali tumekazana na tumepata afueni kidogo. Hata kama bado hatujafikisha uchumi mahali tungetaka ufike, tumefanya hatua. Ni kwa sababu ule unga wa ugali ambao ni chakula inakuliwa katika almost kila boma katika taifa la Kenya, ilikuwa imepanda bei kwa sababu ya mambo ya corona, mambo ya kiuchumi. Ikafika 250 kilo 2 packet moja, 250 shillings. Rais Ruto ametoa fertilizer ambayo imepunguzwa bei. Fertilizer ilikuwa 7,000, serikali ikapunguza ikakuja 2,500. Ndio mkulima ajimudu kupata ile fertilizer, apande mahindi, apalilie. Leo hii miaka 2.5, ile unga ilikuwa 250,
imeshuka kwa zaidi ya shilingi 100, iko 150 hapo, 145, 155, na tunakazana ishuke hata zaidi, ifike 100 shillings. Nyinyi mnanisikia watu ya South Mugirango? Imeshuka kiasi, na watu wengi ambao ni matajiri hawaelewi mambo ya kushuka kwa bei ya unga by about 100 shillings. Wanaona ni kama mzaha. Lakini kwa wakulima na watu mashinani, kushuka bei ya unga imefanya mzigo wa gharama ya maisha ipungue kidogo, na tunakazana hiyo bei ya unga na bidhaa muhimu ipungue hata zaidi. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Vile vile mnajua petroli, ambayo ni mafuta ya petroli ambayo inaadhiri sekta nyingi sana za kiuchumi, ilikuwa imepanda ikafika 217 per liter. Over the last 2 years, the price of fuel has gone down gradually by a shilling, by 5 shilling, by 3 shillings, from 217. Now it's at 174 shillings a liter. It has fallen by 43 shillings. Inapunguza kiasi makali ya gharama ya maisha ya mwananchi wa kawaida. Vile vile shilingi ya Kenya ilikuwa nguvu imeisha kabisa. Ulihitaji shilingi 167 kupata dola moja. Ndio wale wanabiashara wanatoa bidhaa kutoka nje walete kuuza hapa kwetu nyumbani. Walikuwa wanahitaji pesa mingi kuleta container moja, na hiyo ita affect ile bei ya wachuuzi ambao wamenunua hizo vitu kutoka kwa wale wholesalers. Na jamii wa Kisii ni watu ya biashara sana. Kwa hivyo, kwa sababu ili kuimarisha uchumi na kumudu bei ya bidhaa muhimu ambazo zinaagizwa kutoka nje, tumeshughulikia tukiongozwa na Rais William Ruto, shilingi ya Kenya imepata nguvu kiasi. Kwa sababu dola moja 2022 ilikuwa shilingi 167, leo hii ni 128, 129. The Kenyan shilling is stronger today. Na vile ilikuwa inacheza imewacha. It is now stable. 127, 128, 129 per dollar for more than a year now. Kwa hivyo hiyo mambo yote tumefanya ili kupunguza makali ya gharama ya maisha kwa mwananchi wa mashinani. Jambo la pili, tukasema hivi wakati wa kuomba kura, ya kwamba wananchi wengi katika Jamhuri ya Kenya ni wakulima. Kama sio wakulima, ni wanabiashara wadogo. Aidha mtu ni mkulima wa vyakula ama mimea, mfugaji wa ng'ombe, ama mvuvi wa samaki. Watu wengi Kenya riziki yao inatoka katika hizo sekta maalum. Tukaanza safari ya kuboresha sekta ya ukulima. Ndio unaona tumezalisha mahindi ya kutosha, hakuna kuagiza mahindi kutoka nje, na bei ya unga imepungua. Lakini tukasema vile vile kwa ile cash crops ya miwa, kahawa, majani chai, tutafutia wakulima bei nzuri, ndio waongeze pesa mfukoni, ile tulisema kama watu ya Kenya Kwanza. Tumekazana katika miaka miwili ambayo imepita. Bado tunaendelea kukazana kwa sababu tuko na miaka ingine 2.5. Kahawa ile tulikuta kilo moja mkulima anapata shilingi 50. Leo kwa sehemu ambazo zinakuza kahawa tunalipa 120, 130, 140, 150. Factory moja pale Nyeri imelipa 162 per kilo, from 50 to 150. Na najua sehemu nyingi Kisii na Nyamira
zinaweza kukuza kahawa, si ni kweli? Endeni mtafute mbegu ya kahawa, mwanze kupanda saa hii, ni miaka 2 tu na nusu. Mwanze kupata pesa mfukoni namna hii. By 2027 pesa itakuwa inanyesha. Ule ambaye hajapanda kahawa, enda utafute mbegu ya kahawa, upande saa hii. By the time tunaenda campaign, hakuna mambo ya kwenda kungojea kupata shilingi 100 kutoka kwa mwanasiasa. Mkulima atakuwa anacheka kwa sababu wako na pesa mfukoni. Wale wako na kahawa saa hii wanalipo 150, 160, 140. Na bado tunaendelea na hiyo kazi. Majani chai tulikuta average price ikiwa shilingi 44. Tumeisongesha kidogo, imefika average price 64. Lakini bado tunaisongesha average price ifike shilingi 100 kwenda juu. Maziwa ilikuwa inanunuliwa shilingi 33, 35. Tumeisongesha. KCC inanunua maziwa shilingi 50. Tunataka tuisongeshe ipande hata zaidi, ndio mkulima aendelee kupata manufaa ya ng'ombe wake wa maziwa. Nyinyi mnanisikiza watu yangu ya Kisii? Watu ya South Mugirango mnanisikiza? Hiyo mambo ni mambo ya imafanywa na hii serikali. Na mimi Deputy President, I am the chief salesman wa serikali. Nikisaidiana na rais, kwa sababu rais ndiye anasimamia kazi yote. Mimi kazi yangu ni kuuza programs na kuenda mahali imekwama na kuamua, na tunaendelea. So that is the progress made in the agricultural sector. Ambao wakulima watu wengi wako katika hiyo sector ambayo nimetaja. Miwa ilikuwa biashara ya miwa ilikuwa imeharibika Western na Nyanza hapa. Lakini sasa tumefufua. Tumeanza na Mumias. Sasa miwa iko na pesa because we provided seedlings ya sugarcane na tukaweka subsidized fertilizer. Tukafukuza makatelos, wale walikuwa wananyanyasa wakulima. Wakati rais alisema mambo ni matatu. Sasa hao makatelo wamepotea. Sijui wamehama Kenya, sijui wamekoma hiyo kunyanyasa wakulima ama lakini bado hawajaenda ile safari nyingine. Sasa tumefufua Mumias, tunafufua Sony Sugar, tunafufua Moroni, Chemelil, Nzoia na tunaendelea. Kwa hivyo for the first time we are almost closing in on the sugar deficit in the country, because we produced last year 850 metric tons against the national demand of 1.1 million metric tons. Kwa hivyo tunasonga vizuri. Ile factory imefufuliwa. Wakulima ambao hawakuwa wamelipwa na serikali ya William Ruto. Zile factory ilikufa, sasa tumeanza kugurumisha. Wafanyikazi wamelipwa. Mpaka for the first time tangu miwa ianze kupandwa Kenya in 1922, sugarcane farmers today are getting bonus kama watu ya kahawa na majani chai. That is how you build a nation. That is how you build a country. And that's how you build an inclusive economy with shared prosperity. Vile vile tukasema jambo la tatu. Wanabiashara wengi ni watu wa rejareja, biashara ndogo ndogo kama ambao tuko nao hapa leo. Mchuuzi, mtu wako na kinyozi mahali, salon, duka ya kuuza mbao, seremala hapo, ako na kabiashara ya electrical, maneno electrical ya stima hapo, mwingine hapo ni mama mboga, mwingine ni mtu ya mkokoteni. Na tukasema kazi ni kazi, hakuna shida, bora inakupatia riziki. Kazi ni kazi. Lakini lazima tukusaidie ndio upate nguvu kidogo, uongeze stock, uajiri Mkenya mwingine mmoja. Kama kinyozi ikiwa supported, you can add another person who assist you. Salon the same. Ndio tutafutie vijana wetu nafasi za kazi. Na ndio unaona ya kwamba
tuko na hii empowerment program ya leo, na hii empowerment program is one of the measures. Ile vikundi iko itasaidika kidogo. Watu wengi wanasema hii pesa ni kidogo, lakini hawajui, hawaelewi, kwa sababu wale wanapiga hii program na kusema pesa ni kidogo ni wale wametosheka na wameshiba. Hawajui hawa, unaona wanabiashara wanaitwa mama mboga. Ile biashara huyo mama anafanya stock ni 10,000 shillings ya anazungusha hapo, na hiyo ndio anaelimisha naye watoto wake, ndio analisha naye familia yake. So ule mwanabiashara akona 10,000 ya biashara, akiongezewa another 10,000 ifike 20,000, hiyo biashara imepata a lot of boost. Kwa hivyo ndio, that's why we are here my friend. Vijana hao wa bodaboda wanasimamishwa barabarani na polisi wa traffic kwa sababu pikipiki haina side mirror na wanahatarisha maisha yao. Lakini ule kijana wa bodaboda kwa hii program apate 5,000. Hiyo 5,000 atanunua side mirror, atasimamishwa njiani na polisi ya traffic. Na hiyo ndio bottom up economic transformation. Hiyo ndio bottom up. Hiyo ndio bottom. Mnanielewa nyinyi? Hey, yes, you support micro businesses, small businesses with capital. Isitoshe, sio ati hii program ndio pekee tuna support nayo wanabiashara wadogo wadogo. Tuko na program kubwa ya wanabiashara vijana. Vijana wanaume, vijana wanawake, inaitwa Nyota. Nyota ni kumaanisha kwa kizungu National Youth Opportunities Towards Advancement. National Youth Opportunities Towards Advancement. Katika nchi ya Kenya, constituencies zote 290, ward zote za Kenya 1450, tunapeana support ya biashara 50 katika ward. Every ward, kila ward biashara 50, biashara 70. Samahani. Biashara 70 katika kila ward. Serikali imetoa pesa bilioni 28 kuanzia mwezi huu ili biashara 70 katika kila ward ya taifa ya Kenya ipewe shilingi 50,000 ya kupanua biashara yao ndogo ndogo. Biashara ya mama mboga, ya kinyosi, ya salon, ya mkokoteni, any type of business, bora ni biashara imesajiliwa, kwa sababu kazi ni kazi na mboka ni mboka. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee namna hiyo? Tusaidie vijana wetu wapate kazi. Bas, wale ambao sio vijana, mama mboga ambao miaka yao labda iko mbele kidogo, wachuuzi wengine, we have many government interventions to support our businesses. Na ndio umeona tumesema jambo la 4 kwa wanabiashara wetu wadogo wadogo, tunajenga masoko ya kisasa. Ndio hawa wananchi ambao wako chini kiuchumi waache kuuza mali yao na bidhaa yao nje kwa jua, wakipiwa na jua, wakipiwa na mvua, wakipiwa na vumbi, wakihatarisha maisha yao kwa sababu ya magari. Ndio tunajenga masoko 400 katika sehemu zote za Kenya. Hapa Kisii tuko na masoko zaidi ya 21. Muda hautoshi nitaje masoko yote hapa Kisii, lakini we have 21 markets ongoing now here in Kisii County. Hapa South Mugirango, soko ya Etago hapa inajengwa ama haijengwi? Si inajengwa saa hii? That's one of the markets we are building here.
at a cost of 55 million shillings. That market is at 38% completion. Na mimi nitarudi hapa kama nyapara ya kufuatilia miradi ya serikali kusukuma hiyo soko imalizike mapema, wananchi waanze kuitumia haraka iwezekanavyo. Mungetaka nirudi kuharakisha hiyo soko ijengwe ikamilike? Ndio rais akuja kutufungulia kama imekamilika? Niendelee na hiyo kazi ya kusukuma kazi ya kusaidia rais ya kusukumana na kazi ya maendeleo ya watu ya South Mugirango na Kisii na Kenya nzima? Wangapi wanasema niendelee na hiyo kazi? Kwa hivyo tuko na masoko vile nimesema. Hii masoko ni masoko ya kisasa. Na ni masoko ambaye yako na nafasi nzuri ya wanabiashara wadogo wadogo kuuzia bidhaa yao. Iko na social hall, iko na boardroom ya kufanyia maamuzi muhimu ya biashara yao. Iko na cold room ya kuhifadhi ile nyanya na sukuma wiki ambayo itabaki ndio isioze. Mama auze hiyo stock leo, kesho kutwa, mtondogo, next week, mpaka siku ile hiyo stock itaisha. Tuendelee na hiyo mambo ya kujenga masoko. Vile vile hiyo soko iko na mahali ya watoto wadogo, wale wa mama ambao wako na watoto wadogo wachanga. Iko room ya lactating mothers, wa mama ambao wako na watoto wadogo. Ndio mama asifungwe nyumbani na biashara isiharibike kwa sababu wako na mtoto mdogo. Si mtoto ni baraka? Si mtoto ni baraka? Mtoto ni baraka ama ni hasara? Mbona ni akina mama peke yao wanasema ni baraka? Si hao watoto, nyinyi wanaume ndio mnasababisha hiyo watoto? Si watoto ni baraka? Ni baraka si baraka? Kwa hivyo mama ambao wananyonyesha, unapeleka watoto, iko lactation room. Kuna mtu anamtunza pale. Mtoto akisikia njaa, mama anatoka mahali anauzia, anaingia hiyo room, anamsort out, anarudi kuendelea na biashara. Tuendelee tusiendelee? Sio ndio kazi mlituchagua tufanye? Na nimesema hapa tuko na masoko mengi. Tuko hata South Mugirango tunajenga soko ya tabaka. Mmenisikia? Soko ya wapi? Soko ya wapi? Na kura nyingi iko Marani, uko Kitutu Chache North, iko Motonto kule Bobasi, na iko zingine kama Masimba, uko Nyaribari Masaba, 21 markets hapa Kisii. Tuko na affordable housing program. Time does not allow me to give you our program for affordable housing, which is doing very well, to make sure as many Kenyans as possible afford decent homes. Na tunajengea watoto wetu wale wako colleges hapa, TVET, KMTC, hostels nzuri kupitia hii housing fund. Kwa hivyo that's how we developing the country. Na hapo kwa hizi markets kuna ICT hub ya vijana. ICT hub ni mahali pale kwa gorofa juu kumewekwa kompyuta za serikali za bure, internet ya bure, hakuna maneno ya bundles. Vijana waende pale wafanye biashara ya mtandao, ile inaitwa kwa kizungu e-commerce. Vijana waende pale, wakati wa mama wanauza mboga chini, wengine wanauza mali pale, wale vijana ambao wanajua mambo ya teknolojia wafanye biashara ya mtandao, e-commerce. Vile vile wajitafutie nafasi za kazi ambazo ziko mtandaoni. Na wale vijana ambao wanaelewa mambo ya mtandao wa kidijitali, wanajua kuna kazi za kimitandao. Ile imezuia hao vijana wasifanye hizo kazi, hawana internet, hawana kompyuta. Serikali inapeana kompyuta za bure, internet ya bure, vijana waende pale wapate kazi mtandaoni. Iko kazi inaitwa speech writing.
iko kazi inaitwa transcriber kwa mtandao, iko foreign exchange trading kwa mtandao. Nyinyi mnanisikia watu ya South Mugirango? Iko kazi pale kwa mtandao inaitwa web developer, kwa kudevelop websites kwa watu wanakulipa hapo kwa mtandao. Iko kazi pale mtandaoni ambaye inaitwa BPO. BPO ni kutumikia makampuni yako ng'ambo kufanya mambo mengine, wanakulipa ukiwa hapa, wao wako huko. Business process outsourcing. Today's youth have advanced to the digital economy. The government is providing infrastructure so that the modern young person can get jobs without leaving home over the internet. Wale wengine tunaandika kazi za kiofisi, sio ati tumewacha kuandikana makazi ya ofisi. Tumeandika walimu 77,000 kwa miaka miwili. 76,000. 76,000 teachers. The highest number of teachers employed by one single administration in 2 years. Kwa nini? Kwa sababu katika manifesto ya Kenya Kwanza tulisema tutaajiri walimu 116,000 kwa miaka 5. We committed to employ 116,000 teachers in 5 years between 2022 and 2027. Already in 2 years, we have employed 76,000. In September, we'll employ an additional 24,000 to bring the total to 100,000. And there is no doubt whatsoever we will meet our target of 116,000 before 2027 and we will surpass it. Tuendelee tusiendelee? Si namna hiyo? So tumeajiri watu kwa jeshi, kwa prison, lakini vijana wote hawezi toshea hapo. Wengine digital jobs. About 500,000 young people are currently getting jobs and incomes digitally. Many of them in our ICT hubs. Tumejenga ICT hubs 272. Tulikuwa tumeahidi ICT hubs 1440. Bado hiyo process naona iko behind schedule. Mimi kama nyapara ya kusaidia rais kusukuma program ya serikali, naenda kusukumana na watu ya ministry tuharakishe hiyo ICT hubs, tupanue hiyo area, vijana wengi zaidi wapate kazi, so that we can meet our target as we had planned. Tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo hao vijana wakipata kazi mtandao, wengine wanapata kazi kwa ground kama walimu, kama polisi, kama prison officers. Kuna wengine wameajiriwa katika affordable housing program. Ile tunaiza kazi kwa ground. Iko kazi mtandaoni na kazi kwa ground. Hii kazi kwa ground, affordable housing program na market construction. We are employing 250,000. Mtafika kwa barabara. Mrelax. Leo ni leo, msema kesho ni? Si nimefika area leo? Hakuna kitu itawachwa nje, my friend. Si serikali imefika South Mugirango? Si ni mtu mmoja tu yuko hapa. Na mwenye yuko hapa ndiye amenituma. So don't worry. Na niko na salamu yake, na ile mambo yote mheshimiwa alisema itafanyika. Salamu ya rais, salamu ya deputy, salamu ya kila mtu. We mean business, we are very serious. Kwa hivyo hiyo affordable housing imeajiri vijana 200,000, kati ya 200,000 250 Kenya nzima. Na wale wanapata kazi nje, kazi majuu, pia tunawa encourage wafanye kazi mahali watapata, waekeze, watume pesa nyumbani, wakikaa 5-6 years wakuje wa invest, waendelee kujenga taifa la Kenya. Kwa hivyo hiyo program inaendelea. Niseme ya kwamba ile mahali ambao tulikuwa tumekwama kidogo ni stima na infrastructure. Na sababu ya hiyo vitu kukwama ni kwa sababu nilianzia kwa kuambia mahali uchumi ulikuwa
2022. All government resources were being directed to subsidize agriculture, to bring down the cost of living, the cost of fuel, to stabilize the Kenyan shilling, to reduce the cost of unga, to provide subsidized fertilizer, na ndio umeona uchumi umeanza kuimarika kidogo. World Bank na IMF mwezi umepita mmoja wameodhoresha, wamesema Kenya katika hii miaka miwili imepiga hatua ya kiuchumi. Vile Kenya 2022 ilikuwa namba 8 Afrika kwa ukubwa wa uchumi, sasa imeorodheshwa ikiwa ya 6 barani Afrika. Imepita nchi ya Angola na imepita nchi ya Ethiopia. Na tunaendelea kusongesha Kenya mbele, number 5, number 4 kwa ukubwa wa uchumi hapa barani Afrika. Kwa hivyo mambo ya stima ilikuwa imekwama, lakini bila uchumi umeanza kudhibitika, tumepata pesa ya serikali ya kutosha ya kuweka stima mahali haijafika. Hapa Kisii tuko na program inaendelea ya last mile connectivity ya 1.4 billion ya kuongeza idadi ya nyumba 16,000 mpya hapa Kisii County ambao hawana stima wapate stima, kwa sababu stima sio starehe ya matajiri pekee, ni haki ya kila mwananchi. Katika hiyo 1.4 billion ya Kisii, 300 million iko hapa South Mugirango, na nimetafutia huyu rais ameniambia nitafutie huyu mheshimiwa South Mugirango, huyu Osoro ambaye amesema hajamaliza kulipa mahari, na leo sitoki hapa bila cheki ya dowry. Wewe mheshimiwa, hako na msichana ya kule kwetu, sasa lazima niokote mahari kidogo, kwa sababu mahari haiishi. Kwani inaishanga? Hapa Kisii mahari inalipwa, mtu anaambiwa amemaliza, si unalipa kidogo kidogo mpaka mwisho wa dunia. Osoro alipe asilipe? Si alipe? Ala, mbona hamuko serious? Alipe mahari asilipe? So rais ameniamurisha nitafutie huyo Osoro, kwa sababu iko 300 million ya stima hapa South Mugirango, nimtafutie kupitia wizara ya kawi another 100 million ifike 400 million ya hapa South Mugirango. Nimtafutie pesa ya stima ya South Mugirango? Nimtafutie? Wangapi wanasema niongeze stima hapa? So nitafanya hivyo kwa sababu ni amri ya rais. Sawa sawa? Si unaona rais anawajali? Si rais anawakumbuka? So hiyo tutafanya. Ya mwisho, mambo ya stadium, nimesikia vile mheshimiwa amesema, na niko hapa kutangaza ya kwamba tuko na pesa ya kutengeneza hii Etago Green Stadium, na tuko na pesa vile vile ya kutengeneza Nyamarambe Stadium pale. Na rais ameamrisha waziri wa michezo Salim Mvurya aweke pesa, na nimeconfirm pesa imepatikana ya Etago Stadium, Nyamarambe Stadium. Sasa nataka waziri afike hapa kuzindua rasmi ama kuanzisha ujenzi wa hizo stadium mbili katika siku 30 ya hapa Etago na pale Nyamarambe. Tunaweka sio stadium peke yake, sports academy ya kutrain vijana wetu na kusaidia vijana wetu ambao wako na talanta ya michezo. Tutoe vijana wetu kwa madawa ya kulevya na pombe, kwa sababu wakiwa idle hapo ndio wanaharibikia. Wafanye talanta yao, wakimbiaji, wacheza mpira wa mguu, mpira wa rugby, mpira wa mkono, waende Mungu awajalie waende hata ng'ambo, wasaidie wazazi wao na wasaidie Kisii, wasaidie nchi yetu. Vile vile barabara nyingi zilikuwa zimekwama kwa sababu ya ile heavy lifting ya kuinua uchumi tulikuwa nayo, lakini kwa sababu sasa uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika,
niko hapa Kisii kutangaza ya kwamba barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama tutazikwamua, tutazijenga na tutazikamilisha. Iko already mahali, kwa sababu barabara ni nyingi hapa Kisii na time imeenda, nataka kumalizia. Iko barabara ambayo contractor amerudi, alikuwa ametoroka kwa sababu pesa yake ilikuwa imechelewa, kwa hiyo sababu ambayo nimewaeleza. Barabara ya Nyabigene kwenda Nyamarambe 23 kilometers 880 million. Contractor amerudi kwa sababu amelipwa ile kazi, na kama hajafika ako njiani, kwa sababu most contractors walituambia wakati kunanyesha tungengojea kukauke kidogo. Amefika ama hajafika? Amefika bado? Kama hajafika, amefika mheshimiwa? Ya, kama amefika sawa, kama hajafika atafika. Amelipwa deni yake na ameamrishwa akamilishe hiyo barabara. Vile vile Nyabigena, Matangamano, Esaka, Nyamarambe 10 kilometers 532 million. Pia hiyo tutaishughulikia. Iko Kamagambo kwenda mpaka Kenyenya, pia hiyo kilomita 800 million. Pia tumerejesha contractor. Mahali tumewachwa, na hiyo ndio message ule vijana walikuwa wanaongea hapa. Najua hapa kuna barabara ambayo ni muhimu zaidi, na hiyo mumesema serikali yenu kunyesha kusinyeshe, kulia kushoto, mbele nyuma, juu chini, lazima tuweke pesa mwaka huu na tuanze kuweka lami katika hii financial year inaanza 1st of July. Si mmesema hivyo? Etago, Ekena, Ekona, Gateni, Nyamaiya, tuendelee na hiyo barabara, tuweke lami hiyo barabara. This budget which is being finalized between myself, because the president has already given directives, myself na wabunge wenu, tutahakikisha kwamba hiyo budget will not be affected. Hata ikienda bunge, kina Unsoro watailinda, kwa sababu hii barabara iko katika hiyo budget. Ndio kutoka 1st of July tuanze kutekeleza ujenzi wa hiyo barabara. Mimi kwa leo na wasi kwa heshima kubwa wananchi wa South Mugirango na wasi wananchi wa Kisii, my fellow countrymen, niongee ukweli nisiongee?